Bwana, jana Kariakoo Derby imeisha. Ni miaka kama 6 imepita kuangalia comeback ya maana Simba wamefanyiwa. Unaona? Sasa jana Simba wanaongoza magoli mawili ndani ya dakika 13 ya mchezo, lakini Yanga utulivu mkubwa, ufundi technically amefanikiwa. Gonzalez anarusha magoli mawili, na ingekuwa ni dakika zimeongezeka pale Yanga wangeongoza goli la 3. Nini maoni yako na nini mtazamo wako kwa mechi ya jana? Of course ukizungumzia mechi ya jana unazungumzia kati ya mechi kubwa, na ni mechi kubwa ambayo ilikuwa inafuatiliwa. Sio mechi kubwa tu, ilikuwa inafuatiliwa na watu wengi. Na kile kilichofanyika jana ndio tafsiri halisi ya ligi kuu ambayo imekuwa yani inatambulika Afrika. Tukizungumzia ligi kuu Tanzania bara ni ligi ya 4 barani Afrika, ukitoa nchi ambazo zimekuwa kimchezo kama vile Morocco pamoja na ligi mbalimbali. Kwa hiyo sasa kilichoonekana kwa siku ya jana ni hatua kubwa ambayo imepigwa na soka la Tanzania. Kwa maana hiyo matokeo ya upande mmoja, umeona wale ambao walikuwa na tazamiwa zaidi kwenda kufanya vizuri katika mchezo huu wanakuja wanatokea nyuma. Kwa hiyo Simba Sport Club kwa siku ya jana tuseme ni kwamba wanaonesha hadhi yao kama wenyewe ni wakubwa. Ikumbuke ni kwamba Simba Sport Club katika misimu ambayo imepita wameonekana kuwa wadhaifu mbele ya Young Africans. Kwa siku ya jana Young Africans walifanywa surprise. Sasa tunakuja hivi, wengi walifikiri kwamba ile mechi ya jana Simba alistahili kushinda ndani ya dakika 90, na wengi waliamini kwamba endapo jana Yanga wangekupa uniformu yao Yanga wangestahili kushinda. Nini unakiona kwa upande wa kocha upande zote mbili, Steven Mbeka kwa upande wa Simba, lakini Gonzalez kwa upande wa Yanga, nini umekiona kwao? Kwa siku ya jana tuseme ni kwamba ulikuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi. Yaani ulikuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi, lakini mchezo ule kutazama kwa haraka ulikuwa unaonekana kama vile upo open. Kwa maana hiyo dakika 2 za kwanza watu wanaruhusu goli, dakika 9 watu wanaruhusu goli. Yaani ulikuwa ni mchezo wa open, lakini ukiangalia ulikuwa ni mchezo wa kimbinu zaidi. Ukiangalia substitution ambazo wamezifanya kocha wa Young Africans, alizifanya sabu za akili sana. Sabu ambazo wengi hawakuzitegemea. Anaingia namba 2 Yao Kwazi Atola, anatoka Israel Patrick Mwenda, sehemu ambayo ilionekana kuwa ni dhaifu sana kwa upande wa Young Africans. Na Simba Sport Club ukiangalia makosa yalitokea kwa Israel Patrick Mwenda, goli la kwanza Chama Claudius anapata mpira anakwenda kutengeneza nafasi kwa Libasi Gay, anakwenda kuweka kambani dakika ya pili tu. Kwa maana hiyo kocha wa Young Africans alikuja akatathmini, akatazama wapi ambapo kuna madhaifu, akaamua kufanya sabu ambayo ilikwenda kumlipa. Baada ya kuingia Yao Kwasi Atola pamoja na kumtoa kiungo mkabaji ambaye alikuwa ni Damaro Kamara, uliona kabisa mpira ulikwenda kubadilika. Akaingiza striker force ambayo ni Depo, alikwenda kubadilisha sana. Kwa hiyo Simba Sport Club baada ya kupata yale magoli mawili wa Young Africans wakabadilisha ile hatua ya uchezaji. Kwa maana hiyo wakabadilika sana. Ukiangalia walianza kama wanaofia game kidogo. Baada ya Simba Sport kupata magoli mawili, Young Africans wakatambua sehemu gani ambapo wana madhaifu. Sasa tunakuja hapa ndugu mchambuzi. Sasa wanasema kwamba Yanga kucheza kwao vile ni kutokana na jitihada ya wachezaji mmoja na jinsi wanavyocheza, si kwamba ni mfumo wa kocha umewafanya mpaka wakafanya comeback, ila ni kwa sababu ya wachezaji waliopo nao ni wa mmoja kuhesabu kwamba wana uwezo binafsi vimetumika pale kwenye mchezo wa jana. Sasa ukizungumzia kitu kama hicho utakuwa unakosea ndugu mwandishi, kwa sababu hicho kitu ambacho unakizungumza asilimia kubwa ukipitia katika mitandao ya kijamii kwa sasa, hususan baada ya kukamilika kwa game ya Simba Sport Club dhidi ya Young Africans, ndicho kitu ambacho kinazungumzwa zaidi, hususan wapenzi wa klabu ya Young Africans wamekuwa hawana imani na kocha wao. Jana nilikuwa natazama mpira kwa sababu napenda kutazama kwenye audience kwa watu wengi, walikuwa wanasema ni kwamba kocha hana mbinu. Ukitazama mchezo wa jana jinsi ambavyo ulikuwa unaendelea, ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa unahitaji akili sana. Yaani ilikuwa ukikosea tu kidogo unaadhibiwa. Kocha wa Young Africans akalitazama hilo. Baada ya kuja game plan, mchezo wa jana ulikuwa na game plan. Kocha wa Young Africans aliingia na game plan A. Kocha wa Simba akaingia na game plan B. Kwa maana hiyo game plan zikachengana. Kwa maana hiyo kocha wa Young Africans, kwa nini nasema kwamba kocha wa Young Africans amekuja na mbinu zaidi? Kocha wa Young Africans baada ya kutambua makosa ambayo ameyafanya kwenye game plan ya A, akaja na game plan B ambayo ilikwenda kumbana mpinzani wake ambaye ni Simba Sport Club. Sasa wewe kama wewe mchambuzi, plani yako na mawazo yako na unavyoona
jinsi ligi inavyokwenda, zimebaki takriban mechi 10 kwa kila mmoja. Nani anaenda kuchukua ubingwa, au nani unamuona kwamba direct mpaka sasa anaenda kuwa mshindi au bingwa wa NBC Premier League? Ni mapema sana kusema kwamba nani ambaye anakwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa sababu bado mechi ni nyingi. Bado ni mechi ni nyingi, na ukiangalia hususan kwa sasa, yani upinzani umekuwa ni mkubwa zaidi. Timu yote ile inakupa upinzani, ikishuhudiwa kwa mechi mbalimbali ambazo zimepita. Simba Sports Club akiwa pale jijini Dodoma alishindwa kufurukuta mbele ya wenyeji Dodoma Jiji. Yes. Pamoja na Young Africans katika baadhi ya michezo wameshinda kufurukuta. Yani ile gap ya point ndio haitoi taswira ya kwamba nani ambaye atakwenda kuchukua ubingwa. Tunaangalia nani atakutana na nani na nani atatoa matokeo gani. Kwa maana hiyo bado ni mapema sana kusema nani ni bingwa, hususan kwa sasa. Na ukitazama baada ya kukamilika kwa game hii ya Simba pamoja na Yanga, huwezi ukasema direct nani ambaye atakuwa bingwa. Ile gap ya pointi 5 bado ni mapema sana, kwa hiyo chochote kinaweza kutokea. Sasa nikushukuru sana mchambuzi wa soka Agustino Daudi kutoka Mwanza. Shukrani sana. Mtazamaji wa Nko TV, hapa ni Mwanza, jiji la Rock City. Ukisema kwamba vizazi vya soka wachi kutaja Mwanza, na hapa nilikopo naongea na wachambuzi wa soka. Lakini kitu ambacho nakuomba, ingia pale Instagram bila kusahau kulike na kushare. Tafuta Nko TV, Nko TV Plus, utapata update za michezo baina na wakaza. Lakini ingia pale YouTube bila kusahau kuandika tu neno Nko TV Plus, utapata update za kimichezo, lakini mafundisho tofauti. Lakini pale TikTok tunapatikana kama Nko TV Plus. Mimi ni Godfrey Godson kutoka Nko TV, na kusalimu na kutakia mchana ulio mwema. Bye bye.